lakini tunaishukuru kwa mazingira tuliyokuwa tumetoka mpaka kufikia hapa. Sasa hivi biashara tunafanya vizuri, tunashukuru. Isipokuwa changamoto yetu bado ndo nitasema iko pale pale. Mitaji midogo tunahitaji tupatiwe mikopo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akiliona hili ama salamu zimfike atupatie mikopo tuweze kuendelea na masuala yetu ya biashara. Kwa hakika serikali ya awamu ya 8 inapaswa kupongezwa kwa juhudi ambazo inafanya, ikiwemo katika miundombinu ya barabara, skuli, hospitali, lakini hata katika miundombinu ya masoko. Tumeona masoko mengi ambayo yamejengwa kupitia awamu hii ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Leo Leaders TV katika pita tumepita katika soko la Jumbi na kujionea, lakini pia kupata bahati ya kuongea na wafanyabiashara katika soko hili. Yusuf Hamis Omar, mkuu wa mapato katika soko hili la Jumbi, amesema maendeleo ambayo yamepatikana katika soko hili ni mengi na hayana mfano wake, lakini pia ameshukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia awamu hii ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Maendeleo yapo kwa sababu ukiangalia kwanza tuchukulie kwenye upangiliaji wa vizimba. Kuna watu wengi walikuwa bado hawajapata vizimba, lakini sasa hivi tangia tulipoanza tayari tumeona kwamba watu wamehamasika jinsi ya kuja kuchukua vizimba na kuchukua store pamoja na sehemu zingine katika soko. Moto iliyokuwepo ni hii kwamba wengi wao wanapenda walipie kwa siku. Kwa mfano labda kizimba anatakiwa alipie kwa mwezi kiasi fulani cha amount, kwa hiyo anakuambia kuhifadhi hela kwake na kwa kidogo ni challenge. Kwa hiyo wengi wao walikuwa wanapendekeza kwamba wao wanalipia kwa siku. Kidogo inakuwa ni challenge. Ina maana kama utaratibu wa serikali umeweka walipie kwa mwezi, kwa ina maana lazima tuende na ule utaratibu wa serikali. Kwa hiyo ndio challenge kubwa ambayo kwa wafanyakazi wa Jumbi wanapendekeza kwamba walipie kwa siku. Maana atakavyotoa kila siku inakuwa kubwa kiupande wake yeye. Kwa hiyo kama serikali pia imeona hicho, manake anavyolipia kwa mwezi kuna afueni ya hela. Kwa ufupi ni kwamba wafanyakazi wa Jumbi au wafanyakazi hawana ile elimu ya kuhifadhi hela, ndio changamoto yao kubwa. Kwa hiyo unavomwambia yeke mpaka mwisho wa mwezi, halafu kienda unavomdai, mara nyingi wanakuwa wanatukimbia, lakini wanachongea wao kwamba wanalipia kwa siku. Manake anajumu kwamba kisha kufanya biashara ile pesa atakuwa nao uwezo wa kulipia. Kweli hiyo ni challenge kubwa ambayo tumepata mpaka sasa hivi. Wengi wao unakuta wanakuja kukaa pembezoni mwa soko, kitu ambacho si vizuri kwa nadharia ya soko pia au ya mji. Kwa hiyo tumejaribu kuwahamasisha. Tunashukuru kwamba wengi wao tayari wameshahamasika na tayari wamechukua vizimba na sehemu zingine za biashara ndani, lakini bado wapo wengine ambao wanaendelea kufanya hilo zoezi la kuja kupanga nje, lakini tunaendelea na elimu kuwahamasisha jinsi ya kuja ndani ya soko kuweza kuchukua vizimba. Na hizo tumezipata kwa sasa hivi. Tuseme kwamba pia jamii, unajua kwenye jamii mara nyingi jamii isipokuwa na kazi matatizo yanaanzia kuanzia kwenye jamii. Lakini tangia lijengwe soko la Jumbi akina mama wameweza kutatua kero zao tayari hapo, manake mahitaji ya kila siku wameweza kutatua. Lakini pia tukizungumzia wizi kiujumla, manake unapotengeneza soko kama hili kwa vijana tayari ajira pia serikali tunaweza kusema kwamba tumezalisha ajira. Kwa hiyo hicho pia tunaweza kuzungumza kwamba ni faida kubwa ambayo imepatikana. Maendeleo ni kila kitu, lakini pia kuna changamoto katika kufanya biashara. Hawa ni wafanyabiashara katika soko la Jumbi, wanaelezea faida walizopata, maendeleo ya soko hili ambapo mwanzo na hadi sasa ilipofikia, lakini pia wana kilio chao kuiomba serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Changamoto zilokuwepo, yani niseme kwanza na changamoto zilokuwepo, yani niseme kwamba labda ada bado iko juu, lakini tumeshapangiwa, hatuna jinsi, tabidi ndo tuende nazo. Lakini ada, yani tungependa kwamba labda serikali kidogo, yani kwa sababu kwamba tayari ishaekea mwekezaji, wangepunguza kidogo ada. Tunalipa sisi kila mwezi ni shilingi 40,000. Shafahamu? Kila mwezi ni sawa sana, ni kule nyuma tulikuwa tunalipa shilingi 1,000 kwa siku. Sawa? Ni sawa, yani kwa mwezi na kwa shilingi 30,000. Kwa hiyo ni shilingi 10,000. Hii imetengwa katika usafi tulipopangiwa na serikali. Mfumo wa maisha ulivyo, unajua sasa hivi maisha kidogo yako tight. Kwa huwezi kumlaumu mteja kwamba yeye bwana mimi samaki nauza shilingi 3,000. Atakwambia nikupe 2,000. Ukitumia akili yako wewe mwenyewe huwezi kumwambia vile.
utamwambia bana 2000 maslahi hamna basi. Lakini sio kwamba kuna mfanyabiashara mwingine vile vile yule atakuja atamwambia vipi? 2000 katafute kwingine bwana. Na hizi kazi za sokoni zilinifurahisha sana. Nilikuwa nafanya kazi zangu nyingine, biashara zangu nyingine za nje, lakini baadaye nilivutiwa na hizi kazi za sokoni. Nikaamua nije zangu sokoni, nije nifanye kazi ya sokoni. Kwa vile na washauri wanawake wenzangu wote au vijana kwa ujumla, achilia mbali wanawake, hata wanaume ambao hawana kazi huko nje wamekaa tu wanazurura. Mimi na washauri waje humu masokoni, waje watafute ajira ili wajiajiri wenyewe. Kwa sababu sasa hivi vijana wako wengi sana nje wanazurura, hawana kazi, hawana chochote. Kwa hivyo kama utaamua kuja zako sokoni kuja kujiajiri mwenyewe ni vizuri sana. Utaepukana na mengi yaliyoko kule nje. Nje kuna mabalaa, kuna wizi, kuna kulaunga, kuna kuvuta bangi. Unaona? Hasa utaepukana na makundi yaliokuwa hayana maana wala hayaleti faida. Kufanya biashara sio kwamba ndio kuja kufanya uhuni ndani ya masoko. Kufanya biashara ni uamuzi wa mtu. Na hii kufanya biashara, sehemu nyingi watu wanafanya biashara. Unaona? Isipokuwa tu heshima kitu cha mbele. Ukishaweka heshima tu kitu cha mbele, basi wewe mwenyewe utaheshimika. Lakini kama utakuja utasema mimi adabu zangu fupi, basi utakwenda vile vile adabu zako fupi. Lakini kama utakuwa unajiheshimu, kwa sababu pahali popote pale penye mkusanyiko wa watu kama hawa, lazima heshima itakuwa inapungua. Mimi nashukuru sihaba, alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa mimi kwa upande wangu binafsi, riziki inapatikana. Riziki inapatikana, sihaba alhamdulillah rabbil alamin. Siadhiriki, sifedheheki, siaibiki. Kwa hili hapa. Nawaita waloko nje waje wafanye kazi ndani ya soko. Ambao wale wamekaa majumbani hawana kazi ya kufanya yoyote, basi waje majumbani sokoni waje wafanye kazi. Pia nasema jengine, salamu zimfikie mheshimiwa. Kwanza tunamshukuru. La pili, watuonee huruma ndani ya masoko wanawake. Kwanza watupunguzie bili, pili watuletee na mikopo ili tuzidi kufanya kazi na maendeleo yazidi kuonekana ndani ya masoko. Tunashukuru kwa sasa hivi kwa soko hili tulilo. Ama niseme kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea soko la kileo ambalo soko hata ukija nguo zako hazichafuki kwa tope. Mimi ni muuza kuku kama kawaida na sikuanzia hapa kuuza kuku. Kwa kweli tulianzia soko lililopita juu. Huko juu kwa kweli soko lilikuwa haliko vizuri sana. Soko lilikuwa na tope sana. Kwa kweli ukivaa nguo leo kesho huwezi kuivaa kwa tope. Lakini kwa sasa tunashukuru kwamba tumejengewa soko la kileo, soko ambalo unauza kuku na kuku wako wanakuwa wana usalama zaidi. Hata tea hizo za kuku unazoziona tumejengewa na ili kuku wetu kuwa salama zaidi. Hilo linatutokezea sana kwa sababu kama sisi ni wauza kuku na kununua kuku. Kuna kuku unaweza kununua mnadani pale, lakini baada ya kununua pale mnadani, kumbe kuku yule ulionunua huku alishaibiwa. Akaja mtu akasema bwana huyu kuku ni wa kwangu. Kwa hiyo mimi kama mimi huwa mara nyingi humpa kama kuku ni wa kwako, wewe chukua, kwa sababu sipendelee ile kwenda kupoteza muda wangu sijui kituoni twende huku na huku, huwa sipendelee. Kwa hiyo changamoto kama hizo ni kawaida kwa kuku kutokezea. Au unaweza mtu huko akaja na shida yangu mimi nakuja kuuza kuku wangu, kumbe kuku sio wa kwake. Unanunua kuku mwenyewe anatokezea. Kwa hiyo anapotokezea mwenyewe si huwa tunampa kuku wake. Kweli mimi naona kama Mheshimiwa Rais ameshafika 95%. Bado labda 5% tu. Naamini wazi
kwa hapa tutakapompa tena mitano, basi naamini mheshimiwa atamaliza hii kazi. Tunaona huko barabara tulikuwa tuna changamoto, kama mimi ni mfano ni dereva, lakini tulikuwa na changamoto sana ya mafoleni ya magari. Lakini kwa sasa hivi ukitizama kama ulikuja huko nyuma huko na sasa hivi, basi unaweza mji ukakushinda kujua wapi nilipokuwa. Kwa kweli changamoto mpaka sasa hivi hakuna ambazo nazipata. Labda changamoto tu za biashara, sometimes biashara inakuwa ngumu, sometimes biashara inakuwa nzuri. Na katika labda kunufaika tunashukuru kwa sababu mwanzo tulikuwa tuko katika soko ambalo la matope. Hatupati kuweka matikiti yetu vizuri, mazingira mazuri, lakini sasa hivi tunashukuru tumejengewa soko ambalo liko vizuri na tunauza matikiti yetu katika hali ya usalama. Hata ukiondoka una amani, matikiti hayaibiwi, na hata mvua yenyewe tuko katika hali ya usalama. Ikija mvua, maji wa sometimes yanakaa chini, lakini usimuona tumejenga hivi. Kwa hiyo toka tumeanza kujenga hivi matikiti hayapati shida yoyote. Lakini mwanzo ulikuwa tumeweka chini matikiti, mvua ikinyesha matikiti yanaelea. Kwa kweli sina maoni. Ushauri wangu labda ingekuwa upo uwezekano tupunguziwe kodi. Bas, tupunguziwe tu kodi. Tunalipa kodi kiasi gani kwa mwezi? Kwa mwezi tunalipa 80,000. Kwa hiyo changamoto kidogo kwa sababu sisi biashara matunda ni biashara za msimu. Na nadhani kama unavyoona mabanda mengi sasa hivi hapa hayana matunda. Kutokana na matunda yenyewe ni ya msimu. Kwa hiyo at least kodi tuwe tunalipa, labda pengine watukatie ushuru kwa kila siku, kama watatuwekea kima 3,000 au 2,500, lakini tunalipa kila siku. Lakini tunapowekewa kwa mwezi ulipe 80,000, mtu mwingine anakaa mwezi mzima hana kazi, ina maana kidogo na tukosti. Hivi sasa tunafurahia sana kwa hatua zilizochukuliwa na serikali kuanza kupata soko kama hili ambalo lina nafasi nzuri na lina mazingira mazuri kiukweli, ambapo tumesahau shida za nyuma tulikotoka. Hivyo kwa hili tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kitu alichotufanyia. Ila baada ya hapo tungependa kumuomba Mheshimiwa Rais atuone kwa mitaji, bado wajasiriamali tumekuwa mitaji yetu ni midogo. Kwa hiyo atuone kwa njia ya kutupatia mitaji, kupata mikopo. Hicho ndio kitu ambacho ombi letu liko kwetu kwake sasa. Kuwashauri vijana ama watoto baada ya kuwa wamemaliza masomo yao, hatua zilizokuwepo, ikiwa watakuwa hawajapata kazi za kuajiriwa, basi bado sokoni kuna fursa nyingi sana za kuingia wakaweza kukwamua maisha yao na maisha yao yakaenda mbele. Naishukuru sana zaidi ya sana. Maana sijui zile shukrani zangu nizitoe vipi mpaka ziweze kusema hizi hapa kwa haki nimeshatenda. Lakini tunaishukuru kwa mazingira tuliyokuwa tumetoka mpaka kufikia hapa. Sasa hivi biashara tunafanya vizuri, tunashukuru. Mtazamaji wa Leaders TV, kama ulivyosikia na kujionea katika soko hili la Jumbi ambapo wananchi wameongea, lakini pia mkuu wa mapato katika soko hili la Jumbi pia ameongea. Kwa hakika serikali ina kila sababu ya kushukuriwa kupitia juhudi hizi ambazo zinafanya kwa wananchi wake katika kuhakikisha wanapata haki stahiki. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.